rudi kulala. Licha ya kila kitu, analala akihisi furaha kubwa kwa sababu ya maneno ya Kifa. Moyo wake umejaa nuru. Siku inayofuata inawadia na wote wanaelekea darasani pamoja. Jay amechoka na anaendelea kubishana na CNN, akimlaumu kwa kumfanya asilale usiku kucha. Wakati huo huo, CNN anaamini alikuwa macho kwa sababu alikuwa katika mapenzi. Ubishi wao unaendelea mpaka ghafla Yuli anajitokeza na chakula. Wanaangaza mara moja, wakifanya kama ombaomba ambao hawajakula kwa siku. Jay anajaribu kumkwepa Kifa. Hana uhakika wa kuelezea kilichotokea. Anaendelea kumgoja aonekane, lakini CNN anaona tabia yake na kumwambia kwamba Kifa hatakuja leo kwa sababu baba yake alijitokeza nyumbani kwake na kwa sasa wanakabiliana na matatizo makubwa. Yeye anakataa haraka kumjali hata kidogo, akijifanya hajali, lakini ndani ni wazi anamtafuta kila mahali. Amekuwa mkimya isivyo kawaida, ni wazi anamkosa Kifa. CNN kisha anafunua kilichotokea usiku uliopita, kwamba Jade anaongea na mtu anayempenda kabla hajaweza kusema zaidi. Paka ghafla anaonekana na anakimbilia. Wakati wanamfukuza paka, wanaiba chakula chake na Jay anawakimbia mara moja kukirudisha. Kadri siku inavyoendelea, CNN analala na kuota paka Eddie. Wakati huo huo, Jay anaendelea kumfikiria Kifa. Nina wasiwasi kwa sababu hajaja shuleni kwa siku. Anajaribu kujihakikishia, lakini CNN anaanza kutoa sauti za ajabu kama paka. Anaogopa. Yeye ni wa ajabu sana. Mawazo yake yanamrudia Kifa tena. Ghafla, simu yake inaita. Ni Kifa. Anamwambia anamkosa. Anauliza kinachoendelea naye na kwa nini hajamwambia chochote. Anamuhakikishia, akimuuliza kuhusu yeye na kinachoendelea darasani. Anakiri kwamba naye anamkosa na analalamika kwamba hakutuma hata ujumbe au kueleza chochote. Anataka kuelewa tatizo analokabiliana nalo. Kifa hatimaye anamwambia haya ni masuala ya familia. Anamkabili akisema kwamba hata matatizo ya familia yangeweza kumfanya atoweke kabisa bila hata kumtumia ujumbe. Anaendelea kuwa na wasiwasi juu yake na kwa siri Kifa anafurahia jinsi anavyojali. Anaona kujali kwake kwa tamu sana na anakiri mwenyewe jinsi anavyopenda upande wake huo. Anatamani angemuona sasa hivi. Anajitolea kumtumia picha, lakini anamshtua kwa utani wake wa aibu usio na haya. Anacheka akisema anataniana tu. Bado anaendelea kumshinikiza akitaka kujua haswa kilichotokea. Mazungumzo haya yanamrudisha Kifa nyuma siku 3, siku ambayo baba yake aliwasili na kuharibu kila kitu. Watumishi walijaribu kutuliza hali, lakini Kifa alikimbia ndani mara moja akiwaangalia ndugu zake wawili, haswa mdogo wake Karen. Anawakumbatia kwa nguvu akiahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Wanahofu kwa sababu hawataki kwenda na baba yao baada ya kurudi nchini tena. Kifa anaeleza kwamba yuko karibu na umri wa kisheria na atapigania ulezi wao. Anahitaji tu kupita siku yake ya kuzaliwa kwanza. Anawahakikishia kwamba watakaa pamoja bila kujali nini. Bado Kifa anahisi amepotea kabisa. Ndugu zake ndio familia yake yote na hajui jinsi ya kuwalinda vizuri. Anampigia simu Raita, wakili, akitaka kuzungumza kuhusu baba yake. Hofu yake mbaya zaidi imetimia, kurudi kwa baba yake, jambo ambalo siku zote aliogopa tangu kifo cha mama yake. Anaamua kuandaa karatasi zote za kisheria ili kupata ulezi wa ndugu zake. Wakati JJ anapojifunza kuhusu hili, ameshtuka kabisa. Siku nyingine inapita. Eritotitsi.n anarudi kwenye ubishi wake na JJ kama kawaida, hadi ghafla wanaume wengine wanawasili pamoja na Ella. Wanamjulisha JJ kwamba familia ya Kifa inataka waje. Eritotitsi.n anaogopa kwa sababu Kifa hangewahi kufanya hivi kawaida. Anashuku mara moja lazima ni baba yake. Licha ya hofu yake, JJ anaamua kwenda. Wote wanaondoka pamoja. Wanapofika, wanaikuta darasa zima limekusanyika nyumbani kwa Kifa, wamechanganyikiwa kabisa kuhusu kinachoendelea. Mahali panahisi msongo na mzito wanapongoja. Kisha ghafla, baba ya Kifa anaonekana, mtu wa kutisha, mkatili. Anawasalimu kwa baridi, akigundua kwamba kila mtu yupo. Inakuwa wazi mara moja kwamba hana subra kama hapo awali. Anaeleza kwamba aliwaalika kula na marafiki wa mwanawe na kuwakaribisha ndani. Kisha gari lingine linawasili. Ni Kifa, Yuri Apalaona, Masaso Wori Rebisa na wengine. Wanaona kila mtu amekusanyika pamoja na kutumaini kwamba hakuna kibaya kinachotokea. Wana wasiwasi na kuchanganyikiwa kwa nini baba yake aliwaleta hapa wote. Bado wanamfuata ndani. Mazingira ni mazito isivyovumilika. Kila mtu anaingia ndani ya nyumba, mvutano ukijaza kila kona. JJ anahisi wasiwasi na anaanza kuzurura juu ya ngazi akichunguza mahali. Wakati huo huo, Kifa anawakusanya Yuri na ndugu zake akiwaomba washirikiane. Anajua baba yake hakuwaleta hapa bila mpango. Kuna hakika nia nyingine. Wanatambua ukweli, baba yake anataka Karen. Alikuwa tayari amemteka nyara Karen mara moja ili kumnyang'anya ulezi Kifa. Wakati huu anajaribu tena. JJ anaogopa. Kifa anamwambia kwamba
kama kitu kitatokea, lazima amchukue Karen na kumtoa huko. JJ atawasaidia. Anamtia hofu kwa jinsi hili lilivyo kubwa, lakini anamhakikishia kwamba marafiki zake watamlinda. Anamwomba akubali chochote maadamu anaweza kumtoa Karen salama. Anakubali. Kifa anaondoka mara moja na kaka yake. Kabla ya kwenda, anamvuta JJ kwenye kumbatio kali. Alimkosa sana baada ya kuwa na shughuli nyingi hivi karibuni. Anaahidi kumfidia. Anapomwomba abaki hodari kwa ajili yake, anamkumbatia tena akihitaji faraja kwa sababu anampenda kweli. Anamshukuru kwa kusimama naye wakati huu mgumu. Anapogeuka kuondoka, anamzuia na kumbusu haraka kabla ya kumwacha aende. Baadaye, darasa zima wanafurahia kiasi kikubwa cha chakula kilichowekwa mbele yao, wakicheka na kula pamoja. Lakini kwenye vivuli, baba yake Kifa na watu wake wanawasili na wanakaa pamoja, wamezungukwa pande zote na watu wake. Baba yake anaongea na Kifaz akijifanya anamhakikishia, akisema kwamba bado ana wajibu kwake na kwa ndugu zake. Kifaz anamlaani kwa sauti ya chini, akijizuia tu kwa sababu wako ndani ya nyumba yake. Baba yake anaashiria kwamba kila mtu amekusanyika hapa pamoja, kisha anamgeukia Ella akimkabili kuhusu ukweli kwamba amekuwa karibu na familia kwa muda mrefu. Kisha macho yake yanamwangukia JJ. Anamtazama kwa hamu na kuuliza jina lake. Anamwambia jina lake moja kwa moja. Analirudia taratibu, akisema jina linasikika kama linajulikana, na anaanza kuuliza kuhusu familia yake. Wazazi wake ni nani? Kifaz anaingilia kati mara moja, akijaribu kumzuia. Ni wazi hataki amchimbue zaidi, lakini JJ anajibu kwa utulivu, akimwambia kwamba jina la baba yake ni tu Mariano na jina la mama yake ni Jana Fernandez. Hapo ndipo sura yake inabadilika. Anatoa maoni kuhusu jinsi ulimwengu ulivyo mdogo, akieleza kwamba familia yake inamiliki hisa katika kampuni yake ya mawasiliano. Nataja hata kwamba shangazi ya mama yake anaitwa Jema na anamjua vizuri. Anaongeza kwa baridi kwamba familia yake ni jamaa za mbali, na kwa kawaida anamtukana mama yake, akisema hakuwa mwanamke mwema kamwe. Kufikia wakati huu, Kifa ana hasira sana, hata anapiga ngumi yake kwa nguvu mezani, akivunja glasi mkononi mwake. Damu inamwagika, lakini hajali. Anasimama na kutaka kujua baba yake anataka nini haswa na kwa nini anafanya haya yote. Baba yake anajibu kwa kumsukia nyaraka, akimwambia atie saini, nyaraka ambazo zingemruhusu kumchukua Karen, isipokuwa Kifa akikabidhi kila kitu kabisa. Na Kifa anatambua kwamba pesa hizi zinatakiwa kuwa za mama yake. Baba yake anakataa kwa baridi, akidai kwamba mama yake hakuwahi kuwa na pesa zake mwenyewe kwa sababu aliiba kampuni kutoka kwake. Hii inamsukuma Kifa kupita kikomo chake. Anasimama moja kwa moja mbele ya baba yake, akitetemeka kwa hasira. Baba yake anaudhika, anarudi nyuma na kuwaamuru watu wake wamzuie Kifa kwa nguvu. Hali inalipuka, Kifa anapambana na wanafunzi wanakimbilia wakijaribu kuwatenganisha. Kifaz JJ anamchukua Kereni haraka na kujaribu kumwondosha. Mara moja, bunduki zanyanyuliwa. Wanaume hao wanatishia kila mtu kwa bunduki na kuwalazimisha wote kwenda nje. Baba yake anaangalia hili likifunguka, amechanganyikiwa na kukasirika. Anadai kujua mtoto wake Kereni yuko wapi na kwa nini mambo yamefikia hapa. Anasisitiza hadaiwe kwake. Anamkamata JJ akiamini anajua Kereni yuko wapi. Yeye anakataa kwa ukali, akimlaani. Anakoroma akisema anaijua aina yake vizuri, akimtuhumu kwa kufukuzia pesa za mwanawe na kumuita mpumbavu. Kisha anapiga kelele kuwaamuru kila mtu, akiwalazimisha wote wapige magoti. Wanaume wanatii. Jepe anapokataa na kujaribu kusimama, anampiga kwa nguvu. Anaanguka asiyeweza kuvumilia maumivu, akimsihi aache. Anakataa. Kila wakati anapomwona Kifa akipigwa, anajitahidi tena na kusababisha kila mtu kugongana tena, mpaka bunduki zikainuliwa tena ili kuwazuia. Anampiga Kifa tena na kumsukia nyaraka, akidai sahihi yake. Kifa anakataa, lakini baba yake anajaribu kulazimisha. Hata hivyo, JJ anaingilia kati, akijaribu kumzuia kwa nguvu zake. Wengine wanamsihi asifanye hivyo, lakini yeye ghafla anabadilisha mbinu, akimchokoza, akiongea kwa ujasiri bila hofu. Anamwambia moja kwa moja kwamba hangeweza kamwe kumuua mwanafunzi. Akifanya hivyo, sifa yake ingeharibiwa na angepoteza makampuni yake yote. Maneno yake yalenga lengo lake. Badala ya kulipuka, anatabasamu karibu kufurahishwa. Anaamuru watu wake watelekeze silaha zao, akisema aliwadharau. Anasema somo atawahi kuahirisha hadi baadaye. Kisha anaondoka, akiwaruhusu wote waende. Wakati unamalizika, JJ hawezi kujizuia tena. Alifikiri kweli atakufa. Kila mtu anamtazama kwa mshangao, wakiona ujasiri wake, lakini Kifa ghafla anamkasirikia. Akipiga kelele kwa hasira, anamwambia alimkabili Dylan, mtu asiyecha chochote, muuaji wa kulipwa. Karen anakuja akiwa na wasiwasi, akiangalia kama yuko sawa.
Wanaamua kuondoka. Kifaa anamwonya kwa ukali, asifanye hivyo tena kamwe, afikirie kabla ya kufanya maamuzi ya kujetia. Yuri ni wazi ana wasiwasi kwake pia, na anajaribu kumfariji JJ, akijua jinsi Kifaa alivyokuwa na hofu kwa ajili yake. Wakati unapita, anaenda kula na CNA na Kifaa anamtumia ujumbe, lakini hajibu. Bado amekasirika naye kwa sababu ya jinsi alivyompigia kelele. Senia anatania akisema lazima ana mpenzi mwingine na kwamba ugomvi kati yake na Kifaa ni ugomvi wa wapenzi tu. Anakataa mara moja. Hatimaye anamwambia kile kilichotokea haswa, kwamba alikuwa tayari kutoa uhai wake na alichopata ni yeye kumpigia kelele. Kifaa anamtuma Senina mwambie ashuke, badala ya kuongea kupitia Angelo. Anamwendea akiwa na kero na anachukua peremende yake kama kisingizio cha kumfanya abaki. Wanatembea pamoja, mvutano ukiwa mzito kati yao. Anakiri amekasirika kwa sababu ya kilichotokea. Yeye anataka aelewe upande wake pia. Kila mmoja wao aliona hali tofauti. Yeye alitenda kwa sababu alitaka kumwokoa, na yeye alimkasirikia kwa sababu aliogopa kumpoteza. Anaanza kumlaani na anafikiri ametimiza sehemu yake ya makubaliano yao ya kawaida, lakini anakataa kuacha. Hatimaye anakubali. Anafikiri kwa dhati akiri alikuwa sahihi na kwamba aliwaokoa ndugu zake. Pia anakiri kwamba kilichotokea na baba yake kilikuwa kipenzi sana. Inafungua mlango kwa kumbukumbu zake. Anakumbuka utoto wake, jinsi baba yake alivyoendelea kumtia katika changamoto kali, asimruhusu kamwe kushindwa. Anakumbuka kupigana na Yuri kila mara. Aliwahi kuamini baba yake ndiye aliyewajibika kwa kila kitu, haswa alipokutana na Angelo kwa mara ya kwanza. Angelo alikuwa mkali kama baba yake, lakini badala ya ukatili, alimfundisha jinsi ya kudhibiti nguvu zake kuwalinda watu aliowapenda. Anakumbuka jinsi baba yake alivyomdhulumu mama yake walipokuwa wadogo, akimtuhumu kuiba pesa zake, akimuumiza bila kujali watoto hata kidogo. Utoto wao haukuwa chochote ila maumivu. Angelo aliingilia kati, akimsaidia kuwa na nguvu ili aweze kumlinda mama yake. Walipoondolewa kwake, alikuwa mjamzito wa Karen, jambo lililowaleta pamoja tena. Lakini hakuna kilichobadilika. Baba yake aliendelea kupigana na mama yake. Siku moja, Kifaa hatimaye alijaribu kumtetea. Yeye alijaribu kumzuia, lakini alimshambulia baba yake hata hivyo, akitaka kumwokoa. Hakujali kitu kingine chochote. Baba yake alijaribu kumnyang'anya urithi wake. Kifaa alipokuwa karibu kumaliza, mama yake aliingilia kati, akampiga na kumlazimisha akimbie, akijitolea mwenyewe. Baba yake alizidi kuwa katili. Alimpiga hadi akaanguka. Kifaa alirudi, hana msaada, akijaribu kumwamsha, lakini tayari alikuwa amekufa. Alishindwa kumlinda. Aliishi maisha ya kusikitisha kweli kweli, yakifuatiwa na kushindwa huko. Lakini sasa anaapa hata ruhusu baba yake kuwachukua ndugu zake kamwe. Ndiyo maana anapambana. Ndiyo maana hata rudi nyuma. Ilikuwa dhaifu wakati mmoja, lakini sio tena. Kusikia haya yote, JJ anavunja machozi. Anatambua jinsi baba yake alivyomkatili na kiasi gani kifo alivyostahimili. Alidhani maisha yake mwenyewe yalikuwa magumu, lakini maumivu yake yalikuwa makubwa zaidi. Baada ya baba yake kuoa tena, alirudi tena kuchukua kila kitu kutoka kwao. Wanaamua kuondoka. Kifaa anamwambia kwa uthabiti kwamba hataki ahatarishe maisha yake tena. Anataka kuwalinda watu wanaowapenda. Ingawa ni wazi anaumia, anazingatia kumfariji, akijaribu kumfanya atabasamu. Anamwongozea nyumbani, akimtunza. Anaenda juu ya ngazi, na anapoondoka, anaendelea kumtazama, lakini anaingia ndani ya nyumba. Awaz anampigia kelele kwa kurudi nyumbani usiku. Anahisi kuchanika, akigundua anampenda Kifaa, lakini akichanganyikiwa kuhusu anawezaje kuwa na hisia kwa Yuri na Kifaa wote wawili. Anajua lazima alete mwisho wa hili kabla Angela hajagundua. Awaz anamwambia kwa uwazi kwamba ni wazi anampenda Kifaa. Hata ingawa anaamini Kifaa anamtumia tu kulipiza kisasi kwake, anasema maneno yale yale matamu ambayo Kifaa anamwambia yaliwahi kumwambiwa yeye pia. Anampigia kelele akisisitiza Kifaa anamdanganya, si kweli. Maneno yake makali yanamfanya alie bila kukoma, yakimvunja moyo JJ ambaye alikuwa amekaa peke yake, amezingirwa na huzuni. Akili yake haina utulivu, ikiendelea kuyarudia yote tena na tena. Anaendelea kufikiria kuhusu jinsi na Awaz alivyojaribu kuitikisa imani yake kwa Kifaa kwa sababu ya aliyosema, maneno aliyoyarudia zaidi ya mara moja. Anashangaa kama alikuwa akicheza na hisia zake tu, akijaribu kumdanganya, lakini ndani kabisa hawezi kuamini hilo hata kidogo, hata kwa sekunde. Anakumbuka jinsi Kifaa alivyomwamini kabisa, jinsi alivyofungua moyo wake kwake na kumwambia kila kitu kilichokuwa kikitokea kati yake na baba yake. Waliaminiana, walitegemeana na ndio walipendana pia.
Utambuzi huo unaijaza kwa joto, lakini pia machafuko. Anakuwa na azimio. Anaamua kwamba lazima atume ujumbe kwa Anas na kumjulisha kuhusu uhusiano wao, kuhusu ukweli. Hawezi kuficha tena. Kwa sababu ya ujumbe huo, simu inaitafua, ni Kifa. Anasikia mara moja kwenye sauti yake, kitu kiko mbaya. Sauti yake ni tofauti, inatetemeka. Anatambua amekuwa akilia. Mawazo yake yanazunguka mara moja. Je, Awaz alimfanyia kitu? Je, alimuumiza? Hasira inawaka ndani yake, kali na yenye ulinzi. Anaamua kwamba kama Awaz amevuka mstari, atampiga bila kujali matokeo. Atamweka mbali naye kwa gharama yoyote. Yuko tayari kubishana, kupigana, kusimama dhidi ya mtu yote katika familia yake kwa ajili yake. Anapomwambia hivi, anamtazama kama ana wazimu, lakini kuna kitu cha kufariji katika wazimu wake. Anamwambia waziwazi kwamba anampenda. Anaendelea kurudia tena na tena, kana kwamba kusema bila kukoma kunaweza kumlinda milele. Anamzuia, akitaka kitu tofauti. Hataki hotuba kubwa, anataka kusikia maneno rahisi tu, na kupenda atake tu. Kwa hiyo anasema tena, wakati huu akilinganisha mapenzi yake na ulimwengu wote, mkubwa, usio na mwisho, usio na kikomo. Wote wawili wanatabasamu, furaha ikivunja mvutano. Anamhakikishia kwamba ikiwa Angelo atagundua, atazungumza naye hata kama itageuka kuwa mapigano. Hajali. Cha muhimu ni yeye. Anakiri mapenzi yake kwake kwa uwazi, kwa unyoofu, na hatimaye anakiri mapenzi yake kwake pia. Wakati huo, CNN anajitokeza. Na mara moja, hali inabadilika. Anahisi kukasirika. Kwa sababu yeye huingilia kila mara, kila wakati akionekana kwa wakati usiofaa. Anafikiri anampenda, haswa kwani anaamini yeye ni mzuri, lakini hana nia ya kumwacha aelewe chochote kibaya. Uwepo wake wa mara kwa mara unamkera sana. Anamjibu kwa ukali, akimpiga pale anapoumwa. Jeraha lake lile bado linamuuma. Wanabishana wakati anakaribia kuondoka, kwa sababu mama yake ameleta samani kwenye nyumba yake na watahamia hivi karibuni. Anaanza kutania naye, akimtania kuhusu kumwacha peke yake. Wazo la yeye kuwa hayupo linamfanya atambue atamkosa. Anaahidi atamtembelea huko. Wanatania pamoja, wakicheka, haswa anapozungumza jinsi amekuwa akiangalia chumba. Anahisi furaha ya ajabu kwake, kwamba hatimaye atakuwa na nyumba yake mwenyewe, kwamba atajitegemea mwenyewe badala ya kuishi na wengine. Hata hivyo, licha ya haya yote, moyo wake bado haujatulia, bado amechanganyikiwa kuhusu cha kufanya, kwa sababu ya hali kati yake na Yuri. Na hapo ndipo hadithi yetu inaishia kwa leo. Je, nini kitatokea katika mzunguko unaofuata? Usikose kutazama kipande kinachofuata ili kujua kila kitu kitakavyojiri. Tafadhali usisahau kulike na kucomment maoni yako hapo chini. Asante kwa kutazama.